إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Watukufu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kama tulivyoacha kiporo kwenye mada yetu iliyopita, ni kwamba watu wanachukulia mzaha suala la zawaji, ndoa, lakini suala ambalo ukiliendea vibaya ama ukilipuuzia unaweza ukaingia motoni swala hilo. Na sisi wanaume hatuwawezi wanawake katika hali yoyote hiyo. Hakuna mwanaume mwenye imani anaweza akazungumza kwamba mimi naweza nikauvumilia mtihani wa wanawake. Hakuna hata umoja. Wanawake wamefelisha mpaka wacha Mungu, ikiwemo Barswis kafeli na kaingia motoni. Kaabudu Mwenyezi Mungu miaka 60 anafanya ibada, lakini alifelishwa na mwanamke kazini na kaua. Kwa nini? Mwanamke. Ukitazama Nabii Yusuf alayhi salam, Qur'ani, sikiliza Qur'ani inazungumza, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ara burhana rabbi. Walaqad, ule mwanamke Zulaiha alimtamani Nabii Yusufu. Nabii Yusufu naye wahamma biha, Nabii Yusufu naye kamtamani, lau asingeona moja katika alama za Mola wake na angetamani. Lakini imeshuka usaidizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, burhan ikamjia straight ili kuziwia huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu asifanye maasi, ni maasum. Mwenyezi Mungu akateremsha alama moja ya alama zake Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni kinga. Lakini wahamma biha, na yeye angefanya kile kitendo cha kutamani kama isingekuja usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe sisi ndugu zangu hatuwawezi wanawake. Hauwezi kufanya kazi na mtoto wa kike au mwanamke kwa mwezi mzima, kila mkienda pale kazini mnakutanana, anakuta amejipamba na wewe umejipamba. Mwezi mzima lazima utakuwa kwenye mtihani mgumu, mwisho wa siku utamtongoza. Hatuwezi sisi wanaume. Hata wakikwambia wao wanawake waine, haijakuwa kwamba eti ndio umetosheka, wewe wanawake hautatazamaga tena wala hautotamani tena wanawake. Hapana. Hata ukipewa wanawake 10, lazima utatamani mwanamke na utatongoza. Ndio maana ikaja wala takrabu zina, usikurubii, maana ukikurubia umekwisha. Hakuna mwenye huyo uwezo. Basi ndio kwa maana Mwenyezi Mungu akaweka utaratibu wa kuoa. Kuoa ni kukurupuka tu, kuna misingi, mafunzo yapo. Ndio maana mbele ya kufungisha ndoa lazima utasoma hizi aya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Enyi watu mwogopeni Mola wenu. Wito unaita watu wote, wanadamu wote wamogope Mola wao ambaye kaumba kakumbeni nyewe katika nafsi moja.
kisha hakuambieni wanawake. Kwa nini anze ogopa? Aya nyingine inakuja, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Before hujafungisha ndoa ni lazima uzilete hizi aya. Ni ibada ambayo inakwenda kufanyika pale. Kumbe ibada hii inatakiwa ujuzi, inatakiwa ucha Mungu. Ndio kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala hizi aya zinakuja ni lazima uzisome katika sunna ya Mtume. Nyingine nakuja, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mloamini mugopeni Mola wenu na ongeeni maneno mazuri. Yuslih lakum a'malakum, Mola wenu atakutengenezeni amali zenu. Kumbe kitendo kinakwenda kufanyika hapo ni kitendo adhimu, ni mwenza katika maisha yako ya duniani. Nabii Suleiman alikuwa naomba dua, Allahumma, e Mola wangu nijalie mwanamke ambaye tuinuni fi amri dini wa duniani. Nipe mwanamke au nipe mke ambaye atanisaidia katika masuala yangu ya dunia, biashara, nikifanya biashara zangu niwe na mke mwenye atanisaidia kutunza zile mali zangu na nipe ushauri mzuri. Na mambo ya kiakhera, mambo ya kiibada, nipe mke mwema ambaye tutaamrishana mema. Sasa mwanamke sio tu kwamba ninapenda, ni mzuri nichukue. Tulia. Ni kiungo muhimu sana ambaye ukifanya ukizembea unaweza kaingia katika hasara. Mmoja katika ulama wanasema ala ruusi nisa jannatu wa nar, katika vichwa vya wanawake kuna moto na pepo. Anamaanisha nini? Mwanamke akiamua kukupa mahaba, raha, utafurahi, utaona kwamba sina raha zaidi ya kuwa na mke. Na akiamua kukuvuruga, kukunyima raha, unaweza ukaharibu, ukashindwa kufanya na kazi, ukashindwa ukaenda kazini ukafokea watumishi bila ya sababu, ukaona mambo yote hayaendeki kwa ajili ya mwanamke. Na akiamua kukupa raha, atakubebisha baby sijui nini, utaona kwamba sina raha. Ndio kwa maana wale ambao hawajaoa wajue hili kwamba sio raha moja kwa moja. Kuna siku nyingine ni makavu kwa makavu. Pako hiyo siku kuona kwamba, lakini kama una mafunzo utapata kujua naishi na mtu ambaye kidogo hajakamilika katika maumbile yake na katika akili. Mtume sio anasema ni nukswani. Wanawake wako nukswani, wana upungufu aina mbili, kimaumbile na kiakili. Hawajakaa akili yake ikawa sawa kama vile mwanaume kisha anachukua uamuzi, ana subira, ana hikma. Wanawake sio hivyo. Wanawake ni watu wanakurupuka. Ndio kwa maana wewe mwanaume ndio ukapewa talaka kwenye mkono wako. Kwa kuwa wewe una akili timamu uimiliki hii talaka. Usitoi kiolela. Inabidi talaka uichukue wewe, ndio umepewa. Lakini sisi tumepewa, mtu anampa mwanamke talaka 3 kwa pamoja. Nyuma ya miezi 3 anakwenda tena kumfuata. Ndugu zangu katika imani, ndio maana wanachuona wakasema li hadha al-yawm lahu ma ba'da. Katika ile siku ya ndoa ujue kwamba kuna mengi ambayo yanafuatia. Ndio kwa maana mcha Mungu sala 5 ni lazima katika programu zako. Kama ni rijali, upange utaratibu, uishi, uchukue, uoe, uishi na mwenzako ambaye utatulia. Ndugu zangu katika imani, Iblis katika mambo anachukia ni ndoa. Mambo katika Ibilisi anachukia ni mtu kukaa kwenye ndoa, mtu kuoa akadumu kwenye ndoa yake. Ibilisi anachukia sana. Ndio kwa maana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u arshuhu 'ala al-ma. Ibilisi kachukua kiti chake cha enzi, kakiweka wapi? Katikati ya bahari kule. Kaweka kiti chake kule, ndio katulia kule. Sasa kule alikotulia, ndugu zangu, Mtume anasema anawatuma thumma yab'athu sarayahu, anawatuma majeshi wake. Anatuma majeshi wake kule huku duniani kuja kushawishi watu. Sasa wanakwenda wanashawishi watu, wenye kufanya watu wagombane, wenye kufarakanisha makundi ya kheri. Watu wanafanya mambo mengi, anawashawishi watu kuzini, kuiba. Kila mmoja akirudi jioni na ripoti yake, mtu mmoja anasema katika wale ambao walitumwa, anasema nimefanya hivi, fa'alta kadha wa kadha, mfalme wangu mimi nimefanya hili na hili. Ibilisi anamwambia maswana'ta shay'an, haujafanya kitu. Kisha atakuja thumma yaji'u
akhar, atakuja mwingine atamwambia ma taraktuhu hatta, sikuacha mpaka nilipofarakanisha mke na mume. Ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina imraatihi, sikuacha mimi, nimefanya chokochoko pale ndani, nikachokonoa huku na huku na huku mpaka talaka imetoka. Mtu akija hivyo, Ibilisi amwambia qala ni'ma anta. Ibilisi amwambia hakika wewe umefanya kazi, hakika wewe umefanya kazi. Umeachanisha ndoa. Maana ndoa ikiachana si kwamba ni wale tu wawili tu, sio wale tu wenye ndoa. Familia yote ya upande wa huku na familia ya upande wa huku wanakuwa ni maadui. Pengine Waislamu, uadui unakuwa katika Uislamu. Sasa Ibilisi anafurahi sana na kitendo, na baadaye hapo atakwenda kuwashawishi huyu mme na huyu mke. Maisha ya usingo hawayazoei, wamezoea kukaa kwenye ndoa. Baada ya hapo kutoka kuna ile hamu ya mtu kuwa na mwanamke au ule mwanamke kuwa na mume. Kumbe haikui kwamba ni haraka tu hapa huyu atapata mke na huyu apate mme. Kuna wakati panapita kipindi kirefu, Ibilisi ana take chance hapa, anasababisha machafu yanaanza kufanyika. Sasa ndugu zangu katika imani, ndio kwa maana jambo hili ni jambo linaomba imani, ni jambo linaomba utulivu, linaomba uchunguzi, sio kurupuka tu ndugu zangu. Kurupuka tu kwenda kuvamia, umemwona ni mzuri unavamia tu, hapana. Ndio kwa maana qila al-Hasan al-Basri alipokuwa alikuja kuulizwa, aliulizwa na mtu mmoja, nataka kumwozesha binti yangu, ya Hasan, nimwozeshe nani? Qala, Hasan al-Basri akamwambia zawijuha at-taqi, mwozeshe kijana mcha Mungu, tafuta mcha Mungu. Fa in ahabbaha akramaha, kama atampenda binti yako atamkirimu, ataishi naye kwa wema, atampatia khairi zote. Wa in karihaha lam yadhlimuha, na akimchukia siku ile ya kuachana hatomdhulumu. Leo wangapi wanaachana wanatukanana kwenye mitandao, matusi ya laana. Unasahau wema, wala tansa, usisahau alfadla bainahum, zile fadhila na khairi mlikuwa mkitendeana, mkikumbatiana, mkioneshana mapenzi, akikuwekea maji ya kuoga, akikugomea nguo zako, akikupikia chakula. Leo mmeachana tu unaanza kumkashifu. Ndio kwa maana ndugu zangu katika imani, Hasan al-Basri anasema chukua mwema mcha Mungu. Lakini leo wanachukua cha Mungu, wanaangalia mwenye kuwa na pesa, mwenye kuwa na uwezo. Tuangalie hadithi mbili zilizobaki kwa kumaliza hotuba yetu. Nini wanachuoni na mtume mwenyewe kashauri wale wenye kutaka kuoa? Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu, tunabaki na dakika kama 5 peke yake bali ili tumalize khutba. Mwanzo tumeanza ya kwamba ndoa ni ibada. Ndio kwa maana ikaanzwa na aya za kuambia umche Allah subhanahu wa ta'ala. Unakwenda kufanya ibada yako, na kipindi chote unaishi nje ya ndoa uko kwenye hatari. Maana ndoa ni ibada kubwa sana, suna ya mitume na manabii na wacha Mungu wote na Waislamu wote na watu wote lazima waoane. Ndio kwa maana hata manaswara wanapoingia kwenye Uislamu, ndoa yao ile inabaki kuwa ni ndoa imeungwa kwenye unaswara wao na kwenye ukafiri wao. Lakini wakisilimu ndoa ile haivunjwi. Jambo lizito sana, mithaqan ghalidha, mafungamano makubwa. Ndugu zangu katika imani, ulama wanasema idha tazawwajta, unapotaka kuoa, fakun khadiqan, uwe mwenye kuchunguza. Kijana una mahari yako, umejipanga kuoa, unaambiwa
fakun khadiqan, kuwa mchunguzi. Wandhur ila al-ghusni wa manbatihi, chunguza mti na mizizi yake. Ma maanaha, maana yake nini? Tazama binti ambayo unakwenda kumchumbia na ambayo unataka kumuoa, mchunguze kwanza yeye. Baada ya kuridhika na vigezo vyake, chunguza familia yake, baba yake, mama yake na ukoo wake mzima, wana tabia gani before ya kwenda kuoa. Chukua hii kijana ambaye utaoa, safari ni ndefu. Chunguza binti na nyumbani kwao, wana dini gani, wana mila gani. Hadithi nyingine Mtume anasema, iyyakum wa hadira ad-diman. Qalu wama hadira ad-diman ya Rasulullah. Mtume anaambia masahaba zake, ole wenu na hadira ad-diman, mboga nzuri, mchicha mzuri umeota sehemu pachafu. Masahaba kamuuliza, mboga nzuri imeota sehemu pachafu maana yake nini? Qala, Mtume akasema, almar'atu alhasna, mwanamke mzuri mrembo, fil manbati su, katoka katika nyumba mbaya. Mwanamke ni mzuri mashallah, lakini familia yao wana tabia mbaya. Mtume anakuambia ole wako wewe mwenye kutaka kuoa. Chunguza vizuri. Leo tunaona wazazi hawana dini. Nitakuaje wewe unakuja kuletewa posa ukate mahari 50,000 wakati unamwona kijana mwenyewe hali yake ni duni? Hii familia haina dini. Familia ya dini, mimi wallahi wa billahi naweza nikaona aibu haya mimi kama vile binti yangu niambie mkwe wangu nataka mahari 50,000. Mimi naweza nikaona hayo 50,000. Wana roho ngumu sana. Si makosa, lakini 50,000 gari hiyo unamkatia kijana wa miaka 25, hiyo pesa ametoa. Mimi naweza nikaona aibu. Hata 40,000 ni nyingi, umkatie mtu akuja kununua nini? Anakuja kukununulia wewe nini ili umkatie wewe mahari? Allah anasema, wa atun nisa sadaqatuhinna nihla, wapeni wanawake mahari yao. Muwape wanawake mahari yao. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, sio wape wazazi, hapana. So watu wanauzulumu tu mahari yao. Mtu binti anasikia tu mahari yangu nilipokelewa 40,000, 30,000, lakini katika ile mahari hata hesabu hata kuona hivi hataona. Na siku zilitolewa pengine asijui nani alizipokea zile mahari. Wameshakusanyika pale washangazi, baba mdogo, baba mkubwa, kila mtu anipe 5,000 zangu mimi, wengine nipe 20,000. Hiyo sio Uislamu ndugu zangu. Uislamu sio hivi. Ni ule binti achukue mahari yake, apewe yeye mahari yako yote. Mama, haya ni yeye sasa aseme mzee chukue 5,000, mama achukue 30 zake ama 20 zake, aende anunue simu yake kubwa, anunue nguo zake za bei, aone thamani ya mume wake kwenye utumba, aenjoy mahari yake. Yeye ndo anakwenda kutumikia ndoa, yeye ndo anakwenda kupambana katika maisha ya ndoa, sio nyinyi wazazi. Wewe kama ulimlea, umepata shida kumsomesha, wewe haukusomeshwa, wewe haukulelewa, kwa nini ulete kisasi kwa binti yako? Kumbe ukiona mzazi nyumba inaomba mahari mengi, hawana dini, wanataka pirika, rusha roho. Mtoto wa fulani kaposiwa 50, mimi wangu kaposiwa 40, kwa nini? Inakuwa ni kushindana mahari. Ndio Uislamu unabakia leo. Kumbe hiyo sio dini. Tunaongea wale wazazi wanapenda mahari mengi, sio dini. Huyu ni tamaa. Tazama mtu na uwezo wake, tazama dini ya mtu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Mtume anakataza na anatoa onyo na anatoa ushauri kwa waumini. Anasema, aisaruhunna mahara, wanawake wenye mahari mepesi, a'adhamuhunna baraka, wana baraka kubwa kwenye ndoa yao. Wanawake walioposewa mahari ndogo ama waliolewa kwa mahari ndogo, a'adhamuhunna baraka, wana baraka kubwa kwenye ndoa yao. Na kwa nini wana baraka kubwa? Nyumba ambayo ilikubali mahari madogo ni nyumba ya dini. Hawakuangalia utajiri, wameangalia kijana na kuja na dini,
amekuja ni mstaarabu, wamemchunguza mashallah, anaweza kumlisha mke wake na kumvisha na ana dini yake, binti yetu anakwenda mahali salama. Hawaangalii mahali, wakampa. Hii ndoa ina baraka. Wakishakuwa hivi, lazima watamchagua kijana mwenye dini, na huyu kijana atakuwa amekuja kuoa sehemu pana dini. Kumbe ndoa hii inakuwa na baraka, maana ni ya ucha Mungu. Wale wenye kuomba mahali kubwa, hii familia haina dini, na hawataangalia mwenye dini, wanaangalia mwenye pesa. Hii ndoa haitakuwa na baraka. Wangapi wanaoa mabinti wana nikabu, kijana akimfikisha ndani anambia kwa nikabu. Mimi mambo ya nikabu hapana. Sitaki mambo ya nikabu. Wewe jitandie tu vizuri tutoke. Mtu amejistiri tangu ni binti kwao, baba yake wamemlea, wamemvisha nikabu, ni binti kasoma dini, lakini kijana muhuni anakwenda kumvua nikabu. Sasa wewe kama unataka kumuona, si unamtazama ndani kwako. Huku nje unataka toe nikabu, mkitoka naye wanani wamuone huko. Unataka vijana wamuone, upate sifa nimeoa mrembo. Isaidie nini? Kumbe ndugu zangu katika imani, Mtume amesema wanawake wenye mahali hafifu ndoa inakuwa na baraka. Kinyume chake ni nini? Wenye mahali kubwa hao wanatamaa, na hii ndoa ngapi tunaona zinaachika. Wamemuoa milioni 20, lakini baada ya siku mbili ndoa wameachika. Sasa tunamaliza hutuba inaisha, tunasema ya kwamba hutuba zikija sasa, hutuba nyingine itakayokuja ndugu zangu, tutatazama sasa ndoa, masharti ama haki, hukuku zaujia. Huyu mume ana haki kwa mke wake, na huyu mke ana haki kwa mume wake. Hizi haki hapa ni haki gani? Ndio tutakwenda kutazama ili kuhitimisha na kukamilisha mada yetu hii pana na mada kubwa ya ndoa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.